Amukira ngeithi miaraho ya umuthe ni wega muno makiria ni guthie na mbere gucagura session ya Kameme TV na ngehoka ati withayo wi kuria guothe uratwamukira. Happy Valentine's Day na ino ni tafarira ya Ndurumeni MATURA-NI ntugukorwo tukingetie maria mothe marathie na mbere gutamburuka na kuhanika thiini wa icigo itiganite matũra-inĩ matiganite oro hamwe na county itiganite itikira tutwarane hamwe ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege na tukwambiriria county-ini ya Naikuru na oreri mahoya ma kĩbũrũri marathie na mbere kiharo-ini kia Nyayo guku mucii wa Nairobi. Atongoria a kanitha wa Full Gospel guothe bũrũri-inĩ ni matabanĩtie mahoya o tamaya mucii-inĩ munene wa Naikuru oro hamwe na mucemanio wao wa o mwaka matongoretio ni mũrũgamĩrĩri wa makanitha maya mothe guothe bũrũri-inĩ David Macharia. Mwandiki witũ Jerry wa Kariuki niwe utuharirie riboti ine kana niwe urarumanirira na riboti ino ni tugukorwo tukinyitanira nake kahinda gatari kuraya. Koguo reke tunyitanire na Jerry kwa ihinda riri atumenyithie maingĩ megie mahoya maya kana igongona riri. Wa Jerry angikorwo ni urajigwa? In line with the call for the National Day of Prayer by His Excellency the President of the Republic of Kenya, the Honorable Dr. William Samoei Ruto. We hereby call upon all Kenyans of all walks of life to take a moment to reflect on the state of our country in prayer. Whereas we remain forever thankful to God for the grace and mercy that we have continually enjoyed as a people, we bear cognizance of the dire situation that we are presently in. Our country is facing terribly difficult economic times that has been compounded by the current drought that is ravaging almost the entire nation. Every day, people and animals are dying of hunger. Rivers are drying quickly. Forests and bushes are burning. Political temperatures are rising quickly by the count of days. The situation is desperate and worsening. Indeed, we need the hand of God to intervene. But we need to know and to note that nothing is too hard to our God. For whatever is impossible to man, it is possible with God. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 is our scripture. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer made in this praise. So I want to say, God will hear us when we pray today, and we are praying. We prayed yesterday and we are continuing to pray today. And I want to tell the entire republic that it's only God that can rescue us from where we are today. The President has called us as men of God and as pastors that as a praying nation, we also turn back to God one more time. And I want to say, dear Mr. President, it shall be well. When we kneel down and pray, when we seek the face of God, the Lord has promised us that He is going to hear us. Na tugitigana na icio tuthie kaunti-ini ya Kirinyaga. Mũbango-inĩ wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre mĩega kũrĩ andũ arĩa maikaraga na mawathe, Gavana wa kaunti ĩno ya Kirinyaga Mumbi wa Igũrũ nĩ aratongoria tabarĩra ya gũthomithia andũ arĩa marĩ na mawathe ciĩgiĩ tabarĩra cia thirikari nene na iria cia kaunti nĩguo mahote kũheo mĩaka ĩiganaine. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ andũ aya no maramũkĩra ũrigitani amwe na gũthũrimwo mũrimũ wa cancer. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kiarie niwe ũrarumanĩrĩra na riboti ĩno. No kwa ihinda rĩrĩ reke tũthiĩ mwena ũcio tũthikĩrĩrie nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere. It has been there, but I don't know why. They are a witness. Na kama tumeifanya ni kidogo sana. With a small amount probably we get in our office. And so we manage maybe to call a small number. But in Kirinyaga County, persons with needs. And for us as the national government, we've not been able to have all the issues handled. And so I believe
from now with the government, the county government onward, I believe we are going to work together so that we can help our persons with disabilities. They go through various challenges. As much as I am not a person with disabilities, I know they go through various challenges, and some of them, they will only need our support. They will only need some devices to help them in mobility. They might need, if you're able to support in education system, they only need education, and then from there they will become independent. So I will request, since we've started this, that we work together as a team, as we forge ahead and help our persons with disabilities, and we believe at the end of it all, we will manage, and we will have a strong team that is from Kirinyaga, and we will say that we had a government, because the thing is, it doesn't matter what we are doing today. The thing is, what will be marked of us, even for me as I'm working with the National Council, it is the life that I change for persons with disabilities. It is not the salary that I get. It is not the services that I get. But if someone comes into my office and I support them, not necessarily with financial support, not necessarily with food, but they will only need a device. Some of our students who are in school, some doesn't have a device because there are devices that, there are special seats that are very expensive. They might not be able to afford. If you happen to visit some of the schools of the students with disabilities, we might be in shock. So I believe that we'll collaborate, and we're going to help our persons with disabilities to have a decent life. Some of the buildings are inaccessible, and it doesn't matter zilijengwa lini, because I believe like where our offices are, yes, we are to ground floor, but again, I remember we had a county commissioner who was it here last year. He transferred to another county. And what he will do, because our offices are not, or his offices were not accessible, I will talk to him. He will come to my office. If there are any services that are needed to our persons with disabilities, he will see them seated probably on my chair. That is all that we need. It doesn't matter, even if our offices are not accessible, because some of the buildings, Nizile za Kitambo, and maybe modifying the buildings might be a challenge. So, and there are those that are upcoming buildings. It is good for us as we collaborate with the county. Na riu reke tuthie mwena wa gicua-ini na itemini ria kugacirithia thayu na urumwe gatagati-ini ka muingi thiini wa kaunti ya Mombatha. Kiungano kia gutetera ihoto cia umundu kia Human Rights Agenda na wabici ya mubunge mutumia ni hariirie igongona ria gukungwira atumia kaunti-ini ino, na kuringana na gikundi giki atumia makoretwo makinyita itemi nene ria guthingatithia thayu mwena wa gicua-ini na muno makiria Kenya handu ya ruma. Mwandiki witu Ndegwa wa Gathungu niwe uri mwena ucio, reke tunyitanire nake atumenyithie maingi megie ndeto ino. Ndegwa, gikorwo ni urajigwa? Na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha, na ni kuria atumia magomanite thiini wa giikaro kia hamwe nigo makoro makihunjia thayu. Nitukuririkana ati atumia makoragwo kana ni gitugi kimwe kia bata hari kugacirithia urumwe o hamwe na thayu matura-ini matiganite, na niguo atumia thiini wa kaunti ino ya Mombatha macokaniriire muthenya uyu wa umuthi niguo gutigirira ati ni mahunjia thayu na urumwe na njira ya kuonania unduire wa nduriri itiganite iria cikaraga thiini wa kaunti ino ya Mombatha, na niguo hihi tukorwo tugitaukwo na kinyi hihi muthenya uyu, na ni turaririkana ati ni muthenya uria ukoragwo wa kuhunjia kana wa kugayana wendo. Hihi makoretwo na matanya mariku thiini wa muthenya uyu? Na ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee umuhimu wa kikao hichi cha leo, siku ya leo. Kwa majina naitwa Betty Sidi. Betty Sidi inafanya kazi na hili shirika ambalo limehusika leo kuleta wamama wa Mombasa pamoja, na si shirika lingine bali ni Human Rights Agenda Huria, wakifadhiliwa na Search for Common Grounds kupitia EU. Na siku ya leo tumetumia fursa hii kuleta wamama pamoja, wamama wa Mombasa, kwa sababu ni siku ambayo inatambulika kama siku ya wapendanao, siku ya mapenzi, na tumeweza kuleta wamama hawa pamoja tukijua kwamba mama ni kiungo muhimu sana kuleta amani katika mji huu wa Mombasa, kuanza majadiliano ambayo yataleta upendo, yataleta amani katika jiji la Mombasa. Ndio maana tumeleta wamama katika cultures tofauti tofauti ili waweze kuja pamoja
appreciate zile tamaduni tofauti ambazo zinapatikana katika mji wa Mombasa, tuweze kusherekea pamoja. Na katika siku za juzi ama hapo awali, mama amekuwa akilaumiwa kwamba ameacha ile kazi yake ya kufanya mtoto afuate tabia njema, tukiona kwamba vijana wengi wamepotea na kujiingiza katika magenge Mombasa. Pengine wito wenu kwa akina mama ni lipi? Wito wetu kwa kina mama ni kwamba mama ndio kiungo muhimu sana katika jamii. Akianza kuteleza hapo ndio unaona vijana wadogo hata chini ya miaka 15 wanapatikana katika shughuli hizi, kwa sababu mama wetu wamewaachilia, wamesahau majukumu yao ya kuleta sanity katika jamii. Na leo tunataka kuwakumbusha, tumewaleta pamoja katika vikao hichi kutoka mahali tofauti, kuwakumbusha ya kwamba wao ndio madereva wa hizi jamii. Yeah. Na asante sana. Wacha tumsikize mwingine na pengine nitakuuliza swali. Mombasa ama kaunti ya Mombasa ni kaunti ambayo imejumulisha watu kutoka tabaka mbalimbali. Pengine katika hichi kikao, changamoto ambazo zimekuwa katika kukua na ukabila, pengine mtakuwa mnazitatua vipi? Kitu cha kwanza, kwa jina naitwa Grace Olo, nafanya kazi na shirika la Ujamaa Center, ambapo pia tukishirikiana na Huria ambapo weka hafla hii leo. Kitu cha kwamba kutambua kwamba kuna changamoto za ukabila, ndio sababu tukachangalia wacha tulete tamaduni na kabila zote za Mombasa, sana haswa kina mama ambao mara nyingi wanahusika. Mama anakaa kama balozi katika jamii, na unapoenda hujui mama anaenda katika kabila gani. Ndiposa leo utapata kwa mfano kuna mama Mjaluo ambapo ameolewa Kimijikenda, kuna Mijikenda ambapo ameolewa Kikuyuni, na ile ni kwamba akienda anapoenda kule ni kwamba awe ni balozi mzuri kutoka kwa ile jamii ambayo ameenda. Ndiposa leo tumesema wamama wote na hizo kabila tofauti, wacha tube pamoja na tuweke tofauti wetu kando. Mara nyingi wamama wakiwa peke yao hakuna changamoto ya kabila. Lakini tunapoenda katika masuala ambapo na jamii ambayo tumetoka, ndio sasa tukiwa na changanya wanaume tunataka kabila. Na ndiposa leo tumekuja. Na ya pili ni kwamba wamama walikuwa ni msingi dhibiti katika jamii ya kuhakikisha kwamba watoto wamelewa kwa msingi ambapo zinastahili. Na imefika mahali ambapo wamama wamejitokeza wanatafuta hali ya uchumi mpaka tumesahau nafasi zetu kama kina mama. Ndiposa tumejileta hapa tukisema ni kwamba wengi wetu tukitoa sehemu ambayo tumetoka, unapata bado tunaleta kwa boma letu nasikia inaitwa kwa jina la mama, si kwa jina la mzee. Kwa hivyo tunaambia kina mama, hata kama hali imekuwa ngumu, uchumi ungekuwa na changamoto, ile ambayo unatafutia watoto, hakikisha kwamba wale watoto wamekuwa na msingi bora na umechukua nafasi yako kama mama kaleta. Kitambo mama ndio walikuwa kuhani nyumbani, walikuwa walimu na walikuwa mawakili. Turudi katika zile nafasi zetu ya kibali ili jamii isipotee, tusiwe na changamoto ya kisalama. Naam, asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni uge wa atumia aria magomanite thiini wa giikaro giki makihunjia thayo, na muoroto munene wa kigomano giki ni ati wandikitwo ati amani ni mama na mama ni amani. Kou ni kuga ati thayo ni maitu na maitu ni thayo. Koguo ni gukinyiriria kuga ati atumia mari na itemi rinene thiini wa nduriri itiganite kana thiini wa cikaro iria tuikaraga guku mwena wa gicua-ini, tukiririkana ati guku kaunti ya Mombasa nduriri itiganite ni ithiete na mbere na gwikinya na guikara na thayo, na uguo thayo ucio ni wa bata na no nginya uthie na mbere na kurumithio. Kuma kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, njokie mwaro kuri we wiku studio. Ngatho muno makiria Ndegwa ni gutumenyithia riboti iyo na maria mothe marahanika mwena ucio wa Mombasa. Ni ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe thiini wa Ndurumeni matura-ini. Twitikirie tukorwo tugikiria oro hanini, no ni turacokereria na riboti makiria, ndukehere mitambo-ini.
Kameme TV. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama